kutokana na sababu moja au nyingine, kama za kiafya, wanashindwa kufuata mfumo fulani wa diet au mazoezi, msikate tamaa. Kupunguza uzito bila mazoezi au diet maalum inawezekana kwa kufuata njia zifuatazo. Namba 1. Tafuna chakula vizuri na kula taratibu. Kutafuna chakula ipasavyo kuna kufanya ule taratibu, hivyo kupelekea kushiba haraka. Ubongo wako unahitaji muda ili kutambua kwamba umeshiba. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaokula haraka sana wana uwezekano mkubwa zaidi wa kuongezeka uzito ukilinganisha na watu wanaokula taratibu. Ukiwa makini, unaweza kugundua kuwa watu wengi wenye uzito uliopindukia wao wanakula haraka sana. Kwa hiyo lazima ungependa kupunguza uzito, basi anza leo kujitengea tabia ya kula taratibu. Namba 2. Ongeza kula vyakula vyenye nyuzi-nyuzi, fibers. Vyakula vyenye nyuzi-nyuzi husaidia kupunguza kasi ya mmeng'enyo wa chakula tumboni, hivyo kukufanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu zaidi. Mfano wa vyakula vyenye nyuzi-nyuzi nyingi ni vyakula vinavyotokana na mimea kama jamii ya kunde, mfano maharage, maembe, oats, nafaka zisizokobolewa, viazi vitamu, machungwa, mboga za majani na kadhalika. Namba 3. Pakua chakula kwenye sahani ndogo. Sahani kubwa itakufanya utake kujaza bila sababu maalum. Unapopakua chakula kwenye sahani ndogo, ubongo wako utadhani umepakua chakula kingi sana kwa sababu kitakuwa kimejaa kama unavyokuwa unajaza kwenye sahani kubwa. Hivyo utakuwa unashiba vizuri kwa kula chakula kidogo. Tafiti zinaonyesha kuwa sahani kubwa zinafanya watu waone wamepakua chakula kidogo kwa sababu ya nafasi kubwa, hivyo kuwafanya wapakue zaidi. Njia 4. Kula zaidi vyakula vya protini. Protini hukufanya uwe umeshiba kwa muda mrefu. Inachukua muda mrefu mwingi zaidi kwa mwili kumeng'enya protini. Kwa hiyo huwa zinakaa tumboni kwa muda mrefu zaidi. Protini pia hupunguza hamu ya kula kutokana na kuingilia kazi ya homoni mbalimbali zinazohusika na control au kumudu hisia ya njaa na hisia ya kushiba. Vile vile protini ndiyo nguzo kuu ya kujenga misuli mwilini. Misuli ndiyo nyenzo muhimu kwa ajili ya kuyeyusha mafuta mwilini. Mfano wa vyakula vya protini ni kama nyama, samaki, mayai, broccoli, jamii ya kunde, mtindi na kadhalika. Namba 5. Kunywa maji mara kwa mara. Tafiti zinaonyesha kunywa maji nusu lita dakika 30 kabla ya kila mlo kwa mtu mzima husaidia kupunguza njaa na kiasi cha chakula kitakacholiwa. Ukichukua hatua zaidi na kunywa maji badala ya vinywaji vyenye sukari kama soda, bia, energy drinks na juice, basi utapata mafanikio mazuri zaidi. Namba 6. Hifadhi mbali vyakula visivyo na afya. Usiweke vyakula kama snacks, mfano biskuti, chocolates, ice cream, keki, pipi na kadhalika sehemu ambayo unaviona mara kwa mara. Tafiti zinaonyesha kuwa kuweka vyakula hivi mahali ambapo unaviona muda wote kusababishia njaa na kukufanya ule kupitiliza. Sayansi inakubaliana ukweli kuwa mara nyingi ukinunua snacks za ziada unajikuta kama vinakuita uvile. Hauwezi kuviacha umalizie kesho. Utajikuta unakula siku nzima hata kama hauhisi njaa. Tafiti moja inasema vyakula hivi vyenye calories nyingi vinapowekwa sehemu inayoonekana kwenye nyumba, watu wanaoishi humo wana uwezekano mkubwa wa kuwa na uzito uliopitiliza kulinganisha wanaoishi kwenye nyumba ambao wanaweka matunda sehemu zinazoonekana. Hii inaleta mwamko hasa kwa wazazi wenye watoto wenye uzito uliopitiliza. Namba 7. Punguza kiasi cha chakula.
Kwanza kabisa anza kwa kujipakulia chakula wewe mwenyewe, kwani wewe ndiye unayejua kiasi gani kinakutosha. Kutuma mtu akupakulia chakula ni tatizo, maana atakapo kupakulia kingi utakuwa hauna namna. Utalazimika kula chote ili uonekane mwema na si mharibifu wa chakula. Namba 8. Acha kula huku unaangalia TV au simu. Ukila wakati unaangalia TV, movie au kucheza video na kadhalika, una uwezekano mkubwa sana wa kusahau kiasi gani umekula na kuendelea kula hadi kupitiliza. Mfano mzuri ni kumaliza pakiti za chips na mabakuli ya popcorn wakati wa kuangalia movie na mpira. Njia ya 9. Lala kiasi ipasavyo na epuka stress. Kutokulala vya kutosha huleta madhara kwenye utendaji kazi wa hormones zinazoweka sawa hamu ya kula. Hormone hizo ni leptin na ghrelin. Pia stress husababisha hormone ya cortisol iongezeke mwilini. Hivi vyote husababisha kuongezeka kwa njaa na hamu ya kula vyakula visivyo vizuri kwa afya yako. Njia ya 10. Epuka vinywaji vyenye sukari. Vinywaji vyenye sukari kama soda vinahusishwa na kusababisha au kuzidisha magonjwa mengi sana mwilini. Mfano kisukari. Ni rahisi sana kupitiliza kiwango cha calories unachotakiwa kula kwa siku kutokana na vinywaji hivi, kwa sababu havishibishi. Hivyo kupelekea uwezekano wa kunywa kiasi kingi sana. Bia pia zinaunganishwa kwenye kundi hili kwa sababu zinatengenezwa na chakula chenye asili ya wanga, carbohydrates, ambayo ni sawasawa na sukari tu. Juisi za matunda nazo zinajumuishwa kwa sababu zinaweza kuwa na sukari nyingi pia. Sukari ikiwepo mwilini hufanya homoni inayofanya mafuta yayeyushwe kupungua. Hivyo ukila na kunywa vitu vyenye sukari nyingi, ni ngumu kuyeyushwa mafuta na kupungua uzito. Badala ya vinywaji hivi, kunywa maji, chai au kahawa.